Hallelujah. Thank you for oh yes, it's nice. Haya, leo tunataka tuzungumzie kitabu ni cha Joshua. Kitabu cha Yoshua. Kitabu ni cha Yoshua. Wengine wanamuita Yashua, wengine wanamuita Yoshua, wengine wanamuita Joshua. Na wewe unamuitaje? Bwana asifiwe sana. Asante kwa ambao mmefika na tuweze kuwafungulisha wale wengine wako njiani. Na nataka tufanye ibada maalum kwa wakati ambao ujao, ibada maalum kwa sababu kumekuwa na wakati ambao ni mgumu kwa watu ambao wanatafuta kufika huku. Sio kwa sababu hawajui, kwa sababu mara ya kwanza unakuta walifika, lakini mara ya pili wanashindwa kufika kwa sababu ya sababu nyingi zitokanazo kutokana na wapingamizi, wapinga Kristo. Yeah. Natumai kila mtu ako na kalamu na karatasi na kitabu, maana ibada zetu zote tunachokiangazia sana ni mafundisho. Ni mafundisho. Kwa sababu ningetaka ujue, si kuhubiri tu. Ninapokuhubiria nikakwambia utapokea, utapata, ni vizuri nikufundishe, ndio upokee utatumia njia gani, ndio upokee utafaulu vipi kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. There must be a way of you succeeding. There must be a way of you becoming, because you can't just become. Hata nikakuja niseme ubarikiwe, hata nikakuwa nabii ambaye ako na uwezo mkubwa sana, without showing you how to get it, it is bure kabisa. Hauwezi kufaulu. Because I have to show you how to get it. I have to teach you about the blessings of God and how to tap the blessings, how to get into this blessing. Because there is no way you can just sit there and wait for God to do miracles, yet you are not connected to the miracle. I have to connect you to the miracles of God. I have to connect you to the powers and authority of God. I have to connect you to the will. I have to connect you to how you can get there. You must get there by a connection. You just don't get there. Praise be the name of God. In the book of Joshua, the very first chapter of Joshua, it is a very interesting chapter, Joshua. And sometimes I keep on repeating to this, reverting back to this book of Joshua while I'm teaching, because it gives you the guidelines of what God has purposed you to be. Every guideline that God gives, it is based in the book of Joshua. It is just can't come, because it is a commission. God commissions. He commissions Joshua. Remember, Joshua used to work under Moses. All his time he worked under Moses, and then Moses dies abruptly, and when Moses died abruptly, Joshua had to take over. Remember, Joshua lived in the tent. Aliishi kwenye tabernacle. Aliishi kwenye tent. He never followed Moses to where they were going, but God had chosen Joshua to do the job of Moses, because Moses have died. But Joshua had never walked with Moses. Hallelujah. Joshua never walked with Moses, never went to the mountain with Moses, never went to Sinai with Moses, never did anything with Moses. He remained at the tent waiting for that precious moment. Hallelujah. Are you remaining? Are you in that tent? Are you in that moment waiting for that precious moment of God? Today's topic is a life used by God. A life used by God. How are you? You are a man, you are a woman, you are a human being. But how can you relate to yourself? Do you have any relationship with God? Do you walk with God? Have you walked with God? What is your life? What is your relationship now, yesterday, the day before yesterday, last month, last year, and now that you've reached today? What is your relationship
from now henceforth? How are you going to relate with God? How will you be walking with God? That is the topic I want us to discuss, because it is very important for us to understand what is my relationship with God. How am I walking? Am I walking truthfully? Am I walking righteously? Am I walking according to the will of God? Am I walking according to the plan of God? Am I doing the will of God? Am I being used by God to propagate and move towards that glorious moment of God? Because for you to be used by God, you must have been accepted for the usage. Hallelujah. You cannot become a servant of God if you have no approvals from heaven that you are a servant of God. You cannot become a pastor if you have got no approvals from heaven that you are a pastor. You cannot become a prophet if you have no approvals from heaven if you are not one. You cannot become a doctor if you have no approvals from heaven that you are a doctor. People will come and call you a doctor, but have you qualified from heaven? Because doctorate, any work we get, we receive it from God. It is a manifestation of the work of God. Because the Bible says, before you were born, God knew you and he had set you apart for a preparation of a course, a preparation of something that has to come and happen. Hallelujah. So whatever we find ourselves in, it has already been organized, prepared, and been given to you. It is a matter of time of when to connect with what is yours. Some of us, these things came long time ago, but we have not been able to connect with what God wants us to be. We are meandering, moving around. We have lost the direction of understanding the will of God. Some of us are here are prophets. Some of us are here are evangelists. Some of us are business people. Some of us are engineers. Some of us are commanders. Some of us here are big people in the society. But because of failure to understand when God spoke about it and when God released about it, that is why you are suffering now. Hallelujah. You find yourself, you are suffering. You are not suffering because God hates you. You are not suffering because God does not like you. Because every human being that was created and brought on earth was brought here with a purpose. You are not here without a purpose. You are not here without a purpose. Can you bring that phone? You are not here without a purpose. Everyone here, you were created with a reason. And that reason, you have to explore it. You have to understand it. You have to know the way forward to be able to understand why were you brought on earth? Why were you brought? Because you were brought with a reason. You were brought here because God had a purpose for you. He wanted to use you. And to use you, you must be usable. Be ready to be used. Be ready to work in the sanctuary. To be ready to work the work of God. Hallelujah. Ask yourself, am I qualified to be called a servant of God? Am I qualified to be to be a citizen of this world? Because every citizen, that is why in Kenya we are given ID cards when you get to 18 years. Why are we given the ID cards? We are given the ID cards so that you can go look for a job. And when you look for a job, you earn. And as you earn, you build your nation. Any nation that does not support its people to get jobs, any nation that does not support its people to realize themselves, and any nation that has a working class that is not working, it means that nation is bound to go down. In America, when you are 17 years old, you are supposed to get out of your mother and out of your father's house and go rent your own house and get a job. There is always a job for you. Hallelujah. They don't encourage idlers. Why? Because they know that is the most potential time for you to become a good citizen that will be productive to the nation. But in Africa, you will find a person is 50 years old, 70 years old, but has never worked. It depends on somebody else, depends on something that is happening. Not you depending on yourself, or not the nation or the people in society depending on you. And when people are not there to depend on you, it means you are a lazy person. You are not worthy to exist on earth. And the day you find that you are not productive at all, then you have failed your job on earth. When Joshua was called by God, he was called because he was prepared. Hallelujah. The reason God called Joshua was prepared for the job. Ask yourself, am I prepared for the job that God created me for? Ask your neighbor, are you prepared for that job that job that God created you for? Or you are here meandering and loitering?
Hallelujah. Because why you are here, why you are a woman, there is a reason why God created you a woman. Why you are a man, you have been created because all of us, we have different minds altogether. There is a doctor here, there is an IT expert, there is an engineer. The day you discover yourself, that is the day you rediscover the connection with God. Because discovering yourself, it is discovering God in you. Hallelujah. Then Joshua was commissioned by God, not by default, not because Moses had died and there was a vacancy that needed any other person to be connected in it. Hallelujah. The calling of Joshua, he was called, remember Joshua was there, Caleb was there, and many people were there. And many people who used to walk with Moses, many people who are closer to Moses than Joshua himself. But there is this connectivity, the continuity of the work of God. It is not propelled by how far you've gone in terms of education, or how good you are related with the owner, or how good you are related with the people, the personality around you, but how good are you related to what you've been called for and to whoever that called you. There must be a connection to what you've been called for and whoever that called you. If you have been called by God, there must be a connection between you, your calling, and God. Therefore, Joshua was restrained by God to live in the tent, to wait for that precious moment of leading the children of Israel. That is why we need perseverance in whatever we are doing, because there is readiness. This guy is in school. He cannot tell the mother that let me join a company fulani niende nikafanya kwa Safaricom. No, she has to wait for that precious moment, because documents will be required to be taken to Safaricom. And now she doesn't have a document. If she goes and says, I'm a prefect in my school, so I need a job in Safaricom, they will just look at her and chase her away. But when she comes with the papers, because they don't look at what you've been doing or what you are, they look at the papers and see the experience. That's why I say they want to see your papers and also some experience. What have you done? What are you? Then they will they will go ask you, get us that CV. Get us any record you have from school. The headmaster will have recommended. The class teacher will write a recommendation. The people in the society will write a recommendation, because they want to see who kind of a character person you are. What is your characteristics? What kind of a person are you? When they understand what kind of a person you, they see whether you can qualify to be part of the vision. Because also your characteristics will make and produce what kind of a person they are looking for. If my vision will not fit, no matter qualification you have, then my vision, if it does not need a person of your character, then I will not give you any job, because you don't fit to the vision. Because if I am dealing with the people who are givers, people who are supposed to be helpers of the society, people who have big heart, people who can accommodate everybody. But if I look at your qualification, yes, you have an A, you have an B, you are qualified, you have a degree, but you've never been in any engagement in the society, in a group or in a society that is helping, then I will have to reinvestigate yourself so that I see whether it is by default or it's because you don't like. Because if you're not a giver, if you're not a service provider, if you're not somebody who is there to stand with other people, then my organization is dealing with all people, orphans, people who are suffering, people who are having issues, then I will not take you in, irrespective of the qualification. So there were many people before Joshua, many people who are better qualified than Joshua. But Joshua, one thing that made him to qualify for the purposes of God, to qualify for the reasons of God, Joshua remained patiently at the tabernacle, at the tent. All his years, he kept praying. He kept meditating on the word. He kept wanting to have that faith of knowing God. Hallelujah. But most people that were with Moses, they had one-on-one contact with Moses. So they didn't rely on faith, but Joshua relied basically on the faith. That just God has said and he believed. God has said we move and he believed. God has said that we do it and he believed. God has said this and he believed. He never went to ask for Moses, did you see it? How did it happen? But he had that faith that whatever Moses is saying, it is true. That is the kind of a person God is looking for.
that person who believes in the servant of God. The Bible says that obey your prophets and you will be prospered. The prosperity, whatever you want to become, is based on the prophet you are moving around. The Muslims are better than Christians because they adhere not to God but to the prophet. Strictly, whatever they say, it is according to Muhammad. Whatever they do is according to the instructions of Muhammad. Whatever they go, Muhammad instructed them, saa 11 amuka, say Allahu Akbar. Saa 2 say Allahu Akbar. Saa 7 say Allahu Akbar. The other day say they have 5 hours, 5 moments of worshiping their God, and it's strictly, and it is an order that nobody should go business, nobody should be working at this moment of praising our God, and that is adhering to the prophetic move. The day you adhere to the prophetic move, you get that blessing of prosperity, because the Bible, that's the instruction for the Bible, that's the principles of the kingdom, that it says that immediately, for you to succeed, for you to become, for you to get anything, you must obey and follow instructions from your prophet. So meaning you must be engaged to a prophet of God for you to be prospered. Hallelujah. Therefore, for you to become that person used by God, or your life being used for God's purposes, we want to read the book of Joshua 1, and they say, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, and you and all these people to the land to which I am giving to them. Hallelujah. It was about keeping the promise. Mungu alitaka ku make sure ahadi aliyoitoa kwa watoto wake wana wa Israeli imetimika. So it was not about who takes over, but about who is qualified to take them over. God does not look at the face. God does not look at how many times I've been coming to church, but he looks at the heart that is ready to take over the next battle. So Moses had fought his battles. Therefore, he needed, for the conclusion, because Moses was a deliverer, who was bringing the people, the children of Israel, from the slavery of 400 years. Aliwatoa kutoka Egypt. Alipowatoa kutoka Egypt, aliwatoa katika mikono ya utumwa. Kisha walitaka kuingia kwenye Canaan, kwenye shamba la ahadi. Kwa hivyo lazima kungetayarishwa mtu wa kuwatoa kwenye utumwa, na kisha kutayarishwa mtu. Sijui kama mmenielewa. The role of Joshua, the role of Moses kubwa sana, alifanya miujiza. Aliangusha kijiti kikakuwa nyoka. Alifika mahali kuna maji, akapasua maji, ikapasuka mara 2, watu wakapita. Alifanya miujiza, maana wale watu walikuwa kwenye utumwa, walihitaji kuthibitishwa ya kwamba huyu ni Mungu ametoa amri. Sijui kama mnaelewa sasa hapo. Ilihitaji udhibitisho ya kwamba Mungu ndio ako pamoja na sisi. Wakati walienda wakakuta majoka, waliangusha kijiti, kijiti kabadilika nyoka, kikameza zile nyoka zingine zote. Alipoenda mahali akapata kule Sham, akawaambia watazame, na wakatazama na kitu kikafanyika. Kwa hivyo kulihitajika watu waelewe, maana miaka 400 waliishi kutojua huyu Mungu. Maana walikuwa miaka 400 ya kuabudu miungu ya Waegypti. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliabudu miungu, waliamini sanamu, waliamini vitu ambavyo walivikuta kule wakavifuata. Kwa hivyo walihitaji mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kutenda miujiza. Miujiza hiyo ikatumika kugeuza maindi yao, ndio waweze kuona yule Mungu waliahidiwa yuko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo wakaweza kwenda. Walipomaliza safari ya kutendewa miujiza ya utumwa, wakakaa miaka 40 ya kukaa kwenye jangwani kutayarishwa, ndio kupangiwa mpango wa kuingia kwenye ardhi iliyoahidiwa watoto wa Israeli.
Kwa hivyo kulihitajika mtu mwingine. Sasa kwa sababu ile ardhi ambayo ilikuwa imeahidiwa wana wa Israeli ni ardhi iliyokuwa imeshikwa, ni ardhi iliyokuwa imekamatwa, ni ardhi ambayo ilikuwa imemilikiwa na watu wengine. Kwa hivyo lazima hawa watu wengine wangetolewa, na hawangetolewa kwa miujiza, wangetolewa kwa vita, maana already watu wameamini aliyetutuma ni Mungu, aliyesema haya ni Mungu. Ndio unakuta kwenye verse 1 inasema, after the death of Moses the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over to this Jordan. Amka sasa, nenda ukafanye kazi. Nimekuweka kwenye tenti hii miaka yote nikikutayarisha kwa muda huu. Kwa hivyo lazima uelewe muda wako ni gani. Maana kuna kitu kinafanyika katika maisha yako. Unatayarishwa kwa muda ambao ni wa baraka yako. Unatayarishwa kwa muda ambao unaenda kufanya. Watoto wa shule sasa wanaenda kufanya mtihani wa form 4. Wengine wanafanya mtihani wa class 8. Mitihani hiyo watoto hawa wametayarishwa. Watakapoenda kwenye classroom ambao wanaenda kufanyia mitihani, hawatakuwa na walimu wao. Watakuwa na watu wanaitwa invigilators. Watakao kuja kuangalia, kuwatazama wanafanya. Kisha watakao sahihisha ile mitihani. Si mwalimu wao, bali ni walimu wa kwingine wataenda kusahihisha mitihani hiyo, because that is the transition. When you are on transition, you don't get the people you are used to. You get new class of people depending, ambao inakuweka kwenye mikataba na nia za kiungu. Haleluya. Hiyo ndio kujua maisha ambayo unayapitia kama yanatumika katika hali ya Mungu ama yanatimika katika hali ya shetani. Maana katika maisha tumeyakaa, juzi tumeyatazama watoto hapa 2 watatu ambao wamekuwa kwenye Illuminati kwa muda mrefu, na waliingizwa bila wao kujua. Wamekuwa maagenti katika Illuminati, na tulipokuwa tukiwaombea waliweza kusema, wengine walikuwa nabadilika wanakuwa nyoka, wengine walikuwa nabadilika wanakuwa inzi, wengine walikuwa nabadilika wanakuwa wanyama tofauti kulingana, walikuwa kwenye ulimwengu wa giza, ulimwengu wa Illuminati. Kwa hivyo walitumika katika mazingira hayo. Na kwa wewe ambao uko kanisani ama uko kwenye Mungu, kuna mazingira ambayo Mungu anakutayarisha, anakupangia, na hayo mazingira ndio yanakufanya ukafaulu kwenye maisha yako, ndio yanakufanya ukakuwa mshindi. Maana maisha ya wale wengine yanakuja, wametumwa waingie kwenye nyoyo zetu, wazivunje nyoyo zetu, wavunje mikataba yetu na Mungu, watuondoe katika njia ambazo Mungu alitupangia. Kumbuka wakati Moses alienda mlimani, alikuta kina Dathani na Kora wamejenga mahema zingine, wamejenga barabara zingine, wamejenga imani nyingine, hadi Mungu akakuja akatoa amri na sheria, akasema wale wakauliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inahitaji ujielewe na ujue what is the role that God has given you. Where God guides, he always provides. Mahali popote Mungu ametoa mwelekeo, anafanya, he will provide for that journey. Hawezi akakwambia anzisha huduma kama hii alafu akakosa mwelekeo, na akakosa mawasiliano, na akakosa baraka, akakosa kukunyima viti, akakunyima sauti kama hii, akakunyima televisheni kama hii, akakunyima kamera kama hizi, maana anajua zinahitajika kwenye kazi yake. Kwa hivyo chochote, where God guides, he always provides. When you are under the guidance of God, you will be provided for. Hakuna siku utakosa. Utaona ni kama kuna lemewa, utaona ni kama wanakuacha, utaona ni kama umeshindwa, lakini at the end tail unaona unafaulu, kwa sababu uko na mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo you are walking with God, usifadhaike. Ndio maana Mungu akamwambia Joshua, usifadhaike wala usiogope, maana mimi Mungu wako niko na wewe, nitatembea na wewe. Because God wanted to provide. God wanted to show the way. Alitaka kuwaonyesha njia ndio hii. Wakati wote alimweka Joshua kwenye giza, lakini akamuongoza kwenye mipango yote. Alimweka Joshua kwa sababu alimwambia nimekupatia nchi inayoitwa Ai. Akamwambia nimekupatia nchi inayoitwa Gibeoni. Akamwambia nimekupatia nchi inayoitwa nchi zote zile 5, mataifa 5 yaliyokuwa na nguvu na yaliyokuwa na uwezo. Lakini huyu Joshua hakuwa na silaha kamili. Huyu Joshua hakuwa na mafundisho. Huyu Joshua hakuwa na uwezo. Timu yake yote haikuwa. Maana ni watu waliishi kwenye jangwa, ni watu waliishi kupatiwa chakula, ni watu walitegemea mana, lakini hawakuwa na mipango kwa sababu hawakuwa na kitu cha kupanga. Lakini wakati ulipofika, Mungu aliwapanga na akawapatia nguvu mpya, maono mapya, mpango mpya wa kuweza kuendeleza mipango yote, na wakaendelea.
Bwana Yesu asifiwe sana. Where you are doing the will of God, wakati umekaa kulingana na matarajio ya Mungu, God will always provide, he will always guide. Where God is guiding you, every victory will come on your way, because it is God who wins the battle. The battles are not yours, the battle are for God. Ni Mungu anajua utapitia gani, utapitia barabara gani. Anajua hata kabla haujazaliwa alikuwa anakujua, alijua barabara zote utakazozipata. Na ndio kwa maana wakati huu njia unayoipitia ina ugumu kiasi fulani, lakini ina ushindi kwa kiasi kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie wenzako, mimi nimeshinda, mimi ni mshindi kwa kiasi kikubwa. Your territory will extend from the desert to Lebanon. Ndivyo Biblia inasema. Aliwaahidi ya kwamba imaya zenu zote zitapanuka kutoka upande huu mpaka upande ule mwingine. Ni kwa nini? Kwa sababu niko na nyinyi. Bwana akamwambia, mimi niko na wewe, usiogope wala usifadhaike, nitatembea na wewe. Lakini ni kwa nini? Chanzo cha kwanza kujiuliza swali kubwa, ni kwa nini Mungu akakubali kutembea na Joshua ili hali kulikuwa na viongozi wengi ambao walitembea na Musa? Hiyo ndio swali muhimu sana kujiuliza. Ni kwa nini? Why did he forsake others? Kwa sababu Moses alikuwa na wazee, alikuwa anatembea na wao. Moses alikuwa na watu ambao walikuwa na ujuzi kuliko Joshua, lakini Mungu alimchagua Joshua ambaye hakuwa kienda na Joshua mlimani, ambaye hakuwa na tembea na Joshua. Alikaa kwenye tenti akiomba, alitegemea imani. Katika phase 2 ya vita, phase 2 ya muondoko wa Mungu inategemea imani. Na kwa hivyo Mungu anaangalia level yako ya imani imefika. What is your level of faith? It is very important for God to use you. He looks at the level of faith. Chochote ambacho unataka Mungu akupatie, kama unataka Mungu akupatie nyumba hii ya gorofa, kama unataka Mungu akupatie gari, kama Mungu anakupatia uperform vizuri kwenye education, ama uperform vizuri mahali popote pale, anaangalia imani yako iko aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tulianzisha huduma hii tulikuwa watu sita peke yake, na tulikuwa tunashindwa kulipa holi shilingi 3,000. Lakini Mungu baadaye, kwa sababu tulifaulu kulipa shilingi 3,000 kwenye majuma manne tukilipa shilingi 3,000, alitupandisha daraja akatulete mahali hapa tukaanza kulipa shilingi 40,000. Kumbuka kule tulikuwa tuna struggle na shilingi 3,000, lakini akatupandisha kutoka 3,000 akatupeleka mpaka 40,000, na ikakuwa tunalipa deposit ya miezi 6. Na kule tulikuwa tuna struggle. Last weekend tuli struggle. Hiyo weekend iliyokuwa imepita tuli struggle kulipa shilingi 3,000. Ilibidi tumuombe mtu atusaidie kutulipia holi. Na vyombo vyote ambavyo tulikuwa tunatumia, tulikuwa tunavikopa, tunaomba kutoka kwa watu. So wakati mwingine tulinyimwa, wakati mwingine walikuja wacheza vyombo, kwa sababu hatukuwa na wacheza vyombo wetu, walikuwa nakuja wanatuitisha shilingi 3,000 kucheza keyboard for 1 hour. Unashindwa kulipa nyumba, unashindwa kulipa ile holi, lakini mtu na keyboard anakuambia nataka shilingi 3,000 kutoka kwako. Muimbaji nataka shilingi 2,000 kutoka kwako. Ilikuwa ni test ngumu sana, kwa sababu hapo ndio ningerudi nyuma, ningeona ni kama sijaitwa. Hapo ndio ningeacha, ningekufa yani ile tamani nilikuwa nayo, ile hali ni ambayo nilikuwa nayo, ningekufa nirudi nyuma, niachane nao, niambie wenzangu, kwa sababu wote walikuwa baada ya kutafuta shilingi 3,000 ya kugharimia nyumba, bado wao walikuwa nasimama wananiambia hatuna fare. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote ilibidi nagharimia tena fare yao. Unakuta nimelipa holi, nimelipa fare, nimelipa chakula, nimelipa vyombo, nimelipa wacheza vyombo wote, na ni only Saturday for 2 hours, kwa sababu nafasi tuliipata for only 2 hours katika holi hiyo. Nikawa ninahangaika, nikaanza kujiuliza, hii mzigo ambao naanza kubeba ama ninajibebesha ni ya nini? Watu wengine wakakuja wakaniambia utawezana na kanisa. Wamama wengine tulikuwa na hawa mama kama 7 hivi, nao walikuwa wananingangania. Huyu wanasema mimi ndiye atakuwa kwa ministry yangu, huyu atakuwa kwa ministry yangu, huyu ndiye. Wakaanza kuningangania, kila mtu akakuwa ana mvuto wa kwake, anavuruta. Huyu anataka nikwende kwake, huyu anataka nikwende kwake. Kwa hivyo walikuwa wananidiscourage, kuniambia wachana na kanisa, endelea na ministry.
lakini Mungu aliniambia utafungua kanisa. Kwa hivyo nikakuwa na ile imani ya kwamba kile Mungu amesema kitafanyika, lazima kifanyike. Kama Mungu amesema atakubariki, ongojea atakubariki kwa wakati wake na majira sahihi. Hallelujah. It is in the timing of God that God is going to bless you. It is the timing of God that God is going to do something. Hawa wamama wote walikuwa wanane, wakang'ang'ana, walikuwa karibu kupigana vita vya kimwili, kwa sababu hawakuwa na nia ya kanisa. Walikuwa na nia ya muona mwanaume mzuri ambaye anaweza kuwa mume wao. The 8 of them. So those are the paths. Hizo ni vitu ambavyo unakumbana navyo unapoingia kwenye barabara ya imani. The discouragers, people who will dissuade you, people who try to kill your vision, people who come to bring down you. Kisha katika process hiyo nikatoka kule Jericho, nikakuja hapa, nikakomboa hii nyumba, tukaanzisha huduma. Tena kukatokea grupu nyingine ambayo ilianza tena vita hapa kwa sababu kama ile, lakini iliyo advance. So every time ukisucceed in one level, there is another new coming level that you must pass. Hallelujah. There is a new level. Ukipita mtihani wa kwanza, unaingia kwenye mtihani wa pili ulio juu kidogo. Ukipita huo, unaingia kwa watatu ulio juu kidogo. Ukipita huo, unaingia kwa 4 ulio juu kidogo. The day every time you pass, ukipita test ya kwanza, unainuliwa kwenye viwango. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo lazima ujitayarishe katika maisha ya imani, ndio uinuliwe katika viwango, uinuliwe katika level zingine mpya, uinuliwe katika matarajio nyingine mapya. You will never succeed if you don't succeed katika vita vya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuja na mioto, watakuja na ngazi za juu sana, lakini nia zao ni baadaye utasikia wao waliokuja kukusaidia ndio wao wanaohusika kukuleta chini. Wakati huo ni level fulani Mungu anakupangia, ni level fulani Mungu anakuinua. Ukakuta wale watu ambao walikuja wakiwa na kazi nzuri, wakiwa na mipango mizuri, wakiwa na nia nzuri, wakiwa na mielekeo mizuri, wao kisha nasikia wameanza uchochezi, wameanza kupanga uovu, wameanza kupanga wakisema huyu pasta wetu ni msherati, huyu pasta wetu anafanya, huyu pasta wetu ni mwizi. Basi ukajua kuna level ya imani ambao unainuliwa. Hallelujah. Kwenye biashara ukakuta wale watu mlianzisha nao biashara wamekugeuka kwa sababu ya kazi yako na hali yako ambako umepanga mipango mizuri na ikafaulu. Ukakuta wale bado wanakuinukia ni wale mlioanzisha na wao wanaanza kusema haustahili, haufai, haukufanya, haukuenda. Tia nguvu, maana wakati huo ndio Mungu anataka kukubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything that comes out of the mouth of wicked people, it is for your promotion, for your glory. Ni kwa sababu unataka kuinuliwa. Watu wakakuinukia wakapanga wewe ni msherati, ukiwa kanisani wewe ni mchungaji na wewe ni msherati. Wengine wakasema wewe ni kama hauabudu Mungu wa kweli, wewe unafanya. Kuna lengo fulani ambao Mungu anakuinua kwa sababu anakutest kama unaweza kufa moyo. Hallelujah. Maana kule anakupeleka ni kukali kuliko pale ulikuwa. Kwa hivyo you have to be tested. Your faith must be tested so that where God is taking you, you will know that for sure this man will succeed. Because God is not a failure. He will never fail you. God will never forsake you nor leave you. He told Joshua that do not be afraid nor be dismayed, for I am your God. I'm going to walk with you. Ile battle that was started by Moses, because I have a role. The role was not about Moses. The role was not about Joshua. The role was not about the army that was fighting. The role was the promise of God to the children of Israel that I will take you to Canaan. So he will do everything possible to take these children to Canaan, no matter what will happen. No matter the kind of people that will surround Moses, no matter the people that will surround Joshua, God had one mission to fulfill his promise. What God promised you will come to pass. What God said about you will come to pass. What God said you become will come to pass. No matter the kind of people around you, no matter the kind of forces around you, no matter the kind of enemies. And the greatest enemy, not the people you see outside there. Wale ambao unawaona kule wamejipanga kule na mabunduki na marisasi wanataka kukupiga. Those are not the enemies. The real enemies are your own friends, the people, your own kinsmen, the people mnakula na wao, wapiwa mnakunywa na wao. Those are the real enemies.
So whatever journey you are walking, just be walking with them, but knowing this is my enemy. So you ask for God's wisdom to guide you and tell you, oh, when they are about to lift up their leg, you know they have lifted. When they're about to move another leg, you know. When every time they're about to do something that is peculiar, God will reveal to you and tell you, this is, now they are moving. So when you discover you have that consciousness of knowing the plan, the how, and the arrangement, the wako karibu kufanya, then you know you are working with God. That is the life used by God. Hallelujah. The day you are able to know that this is Beatrice, and Beatrice is planning to do something, and it's evil. Na siku ile anainua Mungu, unajua immediately ameinua mguu, kisha na wewe unainua wako kupinga huu mguu mwingine. Then you know you are with God. But the day utakuta wanakusengenya, wanakupangia, wanakuangusha na hukujua, unarudi kujiuliza what happened, mbona hamkuniambia, then you are not with God. You are not used by God. I'm talking about a life used by God. When you are being used by God, you never fail anything. Then the enemies will never touch you. They will come. Watakuja na watavuruga. Utaanzisha kikundi cha maombi, watakuja wakivuruge. Utaanzisha kikundi cha kwaya, lakini watakuja wavuruge. Utaanzisha kanisa, watakuja wavuruge. Utaanzisha biashara, watavuruga. Utaanzisha familia, watavuruga. Lakini every moment they try to do it, you know it. Na unajua ni fulani na fulani wameanza, then you know how to do it. God will tell you, now do not be afraid, because I know they are doing it, and I have revealed it to you that they had planned to do it. Hallelujah. That is the day you discover my conscience with God is right. My conscience with God is moving right. But when you discover mambo hayo yote yalifanyika bila wewe kujua, then go seek God. Hallelujah. Nendo mtafute Mungu, maana hayuko. Dhamiri yako ni muhimu sana katika huduma. Dhamiri ni kitu muhimu. Dhamiri, ukikosa dhamiri ya kujua Jane ameanza, wako ni Jane na huyu ndio wanapaga hiyo kitu, na unawaleta, mnakula pamoja, mnakunywa pamoja, mnafanya vitu pamoja, ukijua hizi ni manyoka unatembea nazo. So every move wakitembea unajua this is a snake. Mkienda hapa unajua this is a snake. Mkienda hapa hata unaenda dukani unauliza mwenye duka, kuna chakula cha nyoka? Unaimanunulia chakula. Hawa nyoka ndio wakule vizuri, wasikie raha kabla ya muondoko wa Mungu, kwa sababu muondoko wa Mungu ukifika watalipuliwa mpaka utasikia huruma wewe mwenyewe. Hallelujah. Those enemies, when you release yourself to God, the enemies, how they are being dealt, they will be dealt with. Watabomolewa mpaka unawahurumia. Na ndio Mungu akawaambia, unitakapo katika Deuteronomy 7, ikifika hiyo inchi ambayo nakupeleka, uende ukuta hawa watu wako huko, usiende kukua pamoja na wao, usiende kuchanganyika na wao, usikae kama wao, maana nimewakataa. Walk with them because God has allowed you to walk with them. But in you, know these are rejected. Yes. Hallelujah. Walk with them, Beatrice. Usiogope. Ukisikia otondi ndio nakupangia, usiogope hata kidogo. As long as you are under the call of God. As long as unafuata Yesu. As long as you are right with your God, don't fear. Eti unaambiwa Dennis ni devil worshipper na anauaga watu, na unapatiwa hesabu. Unajua yule mama alikuvaka pale kwa stage ni Dennis. Unaambia yule mnana alifanya hivi ni Dennis. Unaambia usiogope, maana kuna test Mungu anataka kufanya kwako na Dennis. Ukishindwa kuelewa hivyo, basi utaanguka mtihani, na ukianguka mtihani utavamiwa na utakufa. Hallelujah. Ndio naonanga mimi huanga sifadhaiki wakikuja kusema na hiki kimetendeka, wakikuja kufanya hiki kimetendeka. I don't. That one does not puzzle me. What puzzles me, how long am I going to walk with this next? That is my puzzle. Hiyo ndio inanisumbuanga. For how long? Haya manyoka, hizi manyoka nitatafutia wapi chakula ya kukula, kwa sababu lazima waendelee kukula. Tukitembea na wao nikielewa, kwa sababu ni funzo kwangu kwa sasa, kwa sababu ya huduma ya kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutembea na manyoka ni funzo kwako. Kutembea na mafisi ni funzo kwako. Kutembea na maumbwa ni funzo kwako. Kutembea na wasengenyaji ni funzo kwako, kwa sababu ya huduma ya kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu utapitishwa kwenye moto huo ndio ufundishwe kesho. Utakapo kukutana na wengine wakubwa, utajua venye you handle this is the same formula, because the devil is the same.
Ni venye anakuja na levels, anakuja kwa level hii na level hii, anakuja kwa level hii na level hii. Kwa hivyo ukiunderstand one, uta understand their formula, because they don't have two formulas, they have one. Kuangusha, walikuja waangushe hii kanisa, walikuja waangushe. Kama tumeanzisha huduma ya milimani, kwenda kuomba milimani, the purpose kuangusha hiyo nini. Tumeanzisha praise and worship, the purpose ni kuangusha. Ukimeangusha mission fulani, the purpose ni kuangusha. Tumeanzisha crusade, the purpose ni kuangusha. So the purpose is one. They don't have any other formula. Wanakujanga na the same formula. Kwanza kabisa, mchungaji ni mwanaume amelala na mwanamke. Wakionekana wanatembea na shiaredi, siku hizi wanalalaga na shiaredi. Kika kidogo nimetembea na Anita kidogo tumeenda hapa, nimemchukua nimemwambia Anita twende hapa, tukaenda, kwa sababu I'm a pastor. When I'm a pastor, I need to pick any one of you. Kuna kitu nataka kwenda kufanya ambao ni ya church. I need somebody to go and help me to look at it and niambie kama ni ukweli. So I don't need to have a class of a person. I don't need to have ati lazima niwe nikitembea na huyu ama huyu, kwa sababu huyu ndio wazi. Na pick naambia huyu mama, ingia kwa gari twende. Wakiwa hapa wanasema kuja nimuone. Kwa sababu the agenda they have ni hiyo tu, the only one. Ameenda kulala. Ukimaliza dakika 5 mkirudi, mnaona venye wanacheka. Kanisa imeanguka, kwa sababu plan yao ni hiyo. Agenda ikiingia, kisha kanisa ianguke. Lakini wakati you are walking with God, when you are a servant of God, used by God, if you are whatever you are, used by God, you don't need to panic. You don't need to say ati lazima niingie kwa gari, niingie na fulani, wasiseme. Wacha waseme, maana hiyo, that is food for you to go forward. When they are talking, is food for you to go forward. When they are doing whatever they are doing against you, is food for you to become. If you don't have those people in your life, then you are not going to qualify. Ukikosa hawa watu wanasema umefanya. Ukikosa watu wanasema nini? Ukikosa hawa wanasema hivi. Ukikosa hawa wanafanya, then you are not tested. When you find the sea is calm, the sea, unakuta kila kitu is calm. Kila kitu, kienda mahali fulani ni calm. Yani ukitembea ni calm, ukienda mahali ni calm, everything is calm. Then you need to go and seek God. 7 days fasting. You are not, because when you are calm, it means the devil is not attacking you. And when the devil is not attacking you, then you are not right with God, because you are with the devil. Because I don't think I'll be preaching here and you guys, you don't attack me. And if I'm attacked by people from outside, then there is something wrong in this church. Some people must be raised by the devil here to attack me. Hallelujah. Because the work I'm doing here, the role of God I'm doing here, is destroying the principalities, forces of darkness, and the powers of darkness, so that I bring down that which is demonic and raise that which is God. If you are not attacked, if you don't have people in your church who are backbiting you, who are trying to bring you down, then you need to go and go to seek your spiritual father. Mwambie, mimi nilishaigia kwa devil worshiper na sijui niliingia lini. Akuuliza ni kwa nini hakuna adui kanisani kwangu. Kwa ndoa yako ukapata hakuna mtu anakuingilia, ama kwa familia yenu hakuna mtu anakuingilia, then enda kwa mchungaji umwambie, mimi niliingia kwa devil worshiper na sijuagi niliingilia wapi. Kwa nini? Mimi sina adui. Hallelujah. Because adui ndio anatengenezwa kukuinua. Ukikosa adui hauinuki. Bwana Yesu asifiwe sana. The day unapata hauna mtu na ni wa nyumba yako, na hakuna mtu na ni mshirika wako, hakuna mtu ambaye kanisani ama kule mnafanya kazi anakuingilia, hakuna mtu anaye kuingilia, then you are wrong. Nenda utubu dhambi. Msikia utodi. Uende fanya nini? Uende waambie pastor wako, mwambie mimi niliingia kwa shetani lakini sijui niliingililia wapi. Hallelujah. Kuuliza ni kwa nini? Kwa sababu sina maadui. Sina watu wananisegenya. Sina watu wananipiga. Sina watu wanasema mimi ni msherati. Sina watu wanasema mimi si hata si mlimani naidaga kulima si maobi tunaidaga. Sina watu wanasema mimi na cheerleader tuko na relations. Mimi sina watu wanasema mimi na Alice tulionekana na venye tulikuwa tunacheka na Alice ni kama kulikuwa na kitu. Hallelujah. Ukikosa hawa watu, you are wrong, umeanguka. When in school utakosa maadui. Yeah?
Si wamekuingilia vizuri? Wamekureject kabisa. Bas, uko na Mungu. Uko na nani? Uko na Mungu. Pasiu ni kwa sababu ya kale kasichana kanaitwa Mary na kale kasichana kanaitwa Josephine. Wanakuingilia kwa sababu walitaka uigie kwa kakona fulani, lakini haka kakona ukakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya hiyo kukataa, shetani anakuja anakuambia ulikataa kwa nini? Ukakosa watu namna hiyo, then uende waambie huyu ni mamako. Mwambie mama yako kama mimi niliingia Illuminati na sijui niliingilia wapi. Nipeleke kwa mchungaji niopewe. Kama hauna maadui, if you are not accused, if you are not blamed, if nothing is happening to your life, then you are with the other side. Najua ulihitaji hilo neno peke yake, si ndio? That is what you came looking for. Yeah, thank you very much. Tuendelee kusikwelea. God promise will never fade. What God promised you will never fade. The promise of God is a continuous process. Lazima kitu Mungu alikuahidi. Kama Mungu alikuahidi duka, kama Mungu alikuahidi nyumba, kama Mungu alikuahidi huduma, kama Mungu alikuahidi chochote kile ambacho kinafaa kufanyika, it will come to pass. It is a matter of you to wait for that precious moment to come. Ungoje wakati huo, wakati wa Mungu. Maana wakati wa Mungu ndio unastahili. Wakati wa Mungu ndio proper, ndio most important. Because God will never bless you outside his timings. Because once you are blessed outside his timing, labda umeenda mbio ama umeenda slow. When you go slow, you are out of the timings of God. So you will not get it immediately. You will struggle. When you go ahead, utaenda kwa ofisi ile ya Mungu na utaambiwa keti, masaa haijafika. Na ndio naona watu wengi walianza kanisa kabla ya masaa yao. Walianza biashara kabla ya masaa yao. Walianza ndoa kabla ya masaa yao. Sasa wakaambia, unakuta mtu ana struggle kule barabara, hana breakthrough. Hallelujah. The people who doesn't have breakthrough in their life is because they went ahead. So the release ya breakthrough hasn't come. So you have to be waiting. Utawekwa mahali uko, wewe ni mlokole, umeokoka vizuri, unajua kuhubiri, unajua kudhiomba, unajua kufanya vitu zote, lakini nothing is happening in your life because you are way ahead of it. Ama ulichelewa wakati the blessings zilikuja. Ulichelewa, ulikuwa busy ukitangatanga huko. Sasa wakati umekuja, umepata wakati umepita, ndio nakutanga wale watu wanasumbuanga na kanisa. Masubua wa kanisa wamepetwa na wakati, when they were supposed to be blessed, wakati ulipita, blessing kapita. Sasa wakati amekuja amerealize I am supposed to be a pastor, sasa ndio nakujaka kusubua watu kanisani na mambo mingi anapeleka watu anatengeneza vikundi vyake, anatengeneza hii kwa sababu amepitwa na wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kama amepitwa na wakati anakuwa ni mgumu sana wa kuelewa maneno. Wakati wote anakuanga na vita. Wakati wote ile anakuja na description. Pastor wetu alikuwa amefaa hivi. Pastor wetu hiyo katroza alikuwa amefaa, sio kazuri, sio kama hubiri. Pastor yetu venye unasikia venye yeye aliongea, aliitana Saitani kanisani. Ama alifanya hivi. Kwa sababu your time is not to study the word, because out of hiyo Saitani ni jina moja niliteja. Lakini nilihubiri 3 hours. In 3 hours how many words do you speak? Lakini alishika Saitani. Kwa sababu hana kazi gine. Hiyo ndio amepitwa na wakati. Ni ako outside the box of God. So ile kitu anatafutaga ni venye ata-accuse. Anaangalia kasichana kama haka, anakaangalia, unaona hiyo kora yake, si unaona ilikuwa ndani na mama yake alikuwa hapo na hawezi kumwapia. Unaona mama siku hizi they are careless. Hiyo tu ndiyo aliona. Hakuona mtoto amevaa hebu simama. Hakuona mtoto ni mrebo, amevaa kasikati, tu socks ni twa white na tumengara, kiatu ni tafu na kimekosawa. Hakuona, aliona nini? Haikora. Kwa sababu kazi yake ni kuona nini? Makosa. Kaa chini babi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the problem of having watu kwa kanisa ambao wamepitwa na wakati ama ambao wako mbele ya wakati. They will nag you.
Kila wakati ukiongea wanaonaga makosa yako. Huyu msichana akivaa, hebu simama, anaitwa Anita. Ukimwona amevaa hivyo, unaona venye alikuwa amevaa katight mpaka ikabidi anafanya hivi. Si unaona? Huyo ametumwa na shetani aguse pastor. So where do you find that time? Where do you find that energy? Ya kutaka kujua Jenny amekuja kwa pastor, ameenda kwa pastor nyumbani na amelala huko. Sasa interpretation ya alilala huko. Sasa si kukula, hakukula, hawajuagi alikula, hawajuagi alikunywa, hawajuagi walifanya, wanatakaga interpretation ya kutoka hapo mpaka asubuhi. Hiyo sasa ndio issue. Na nyumba ya pastor, ukaona watu hakutembeleagi na wewe ni mchungaji, ujue huko na makosa kwa Mungu. Because nimepatiwa ile sadaka na pati yako hapa ndio baadhi na kulaga. Ile 10 na tupiti yako ndio baadhi na kulaga. So na hiyo pesa sijaruhusiwa kukula nikiwa peke yangu na watoto yangu. Nimeruhusiwa kukula na wamama yatima. Ni mama ndio yatima ama ni watoto yatima? Watoto ndio yatima na wamama wajane. Nimeruhusiwa. Sasa imagine, mama ni mjane. Wewe ni mjane? Nani mama mjane hapa? Mama mjane? Ni wewe? Ni wewe? Huyu, wewe mjane? Sasa imagine mama ni mjane. Ameenda kwa mchungaji na mchungaji hana bibi. Na alikutwa kitchen, mama mjane alikutwa kitchen akipika kwa mchungaji. Kuisha topic. Hiyo ni Genesis, Revelation na Joshua na Exodus na zote pamoja zinakorogwa, zinatoa Biblia mpya duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. But am I wrong? Umenitembelea uko na issue. Am I wrong? So mnataka pastor wakaage aje? No, just tell me. Mnatakaga mapasta wakaage aje? Malaika, si mninunulie mabavu mniweke hapa, nitembeage huko juu, natembea akasema mimi ni malaika. Don't force us to live a life that we don't deserve to live. I'm a human being like anybody else. Yes. I want to, nimepatiwa chakula. Unajua kuleta pesa yako fungu la 10 hapa. Na wewe si mjinga, ukalete hapa. Ukatoa sadaka, na wewe si mjinga, ukalete hapa. Ukalete chakula, ukanunua mandazi na nini, ukalete hapa. Na wewe si mjinga kwa sababu ya yule mtu wako pale. No. Si wewe ukakileti uone hale watu walitoa. Sasa hiyo pesa na mimi nimeibeba. Nimeenda kwangu, naita vitoto vyangu, nawaambia mnataka kwenda swimming. Kwa hiyo naita watoto wangu, nimeacha kuwaita watoto wangu na majina, naitaga mom na baba na baba. Baba, nimewadia swimming. Pesa ya kanisa. Na kuna mjane kama huyu hana chakula. Mom, si mwende, hebu pigie yule mtu wa Uber akujie, mwende wapi? Mnataka kwenda wapi? Naivasha, mka have fun. That's like 20,000 shillings. Mka enjoy. Hapo umemnunua simu kubwa ndio wakienda na huko wakupigie simu juu they are so important to you. Hapo your neighbor there is a mjane mwenye hana chakula, watoto wake hawajaenda shule, na where will I meet you? Tutakutana nawe wapi? Wewe ni mjane. Tutakutana nawe wapi? Kama si kwangu. Toko chamani wako lia igoro. Oboketa na tuzamana ukajira. Mimi ni mjane. Hallelujah. We have to be realistic. The home of a pastor is a home of the community. Is a home of the community. Nyumba yako ya pastor lazima ikuwe na vitanda zaidi ya 20 ama 10 kulingana na ukubwa, ama mattress, watakuja walale, wakunywe na wakule na warudi waende. Baraka na wewe zinakuja kwako. Ukaona mtu anakuchuguza kwako venye umekaa, huyo ni agent wa shetani, anataka unyimwe baraka za mbinguni za venye unakaa. Ukikulisha watu kama sasa tunapatianga wale wazee hapa, tunapatianga wazee 1,000 chakula. Hiyo si pesa yangu. 1,000 kuwapatia chakula wanaweza kukula mwezi mzima. Na by the way, she already mwaka hii hatujapatia hawa watu chakula. Hebu ende waangalie
Kama biashara yako inaenda vizuri, kama haiendi vizuri, hawa wazee wanaitisha, wanalia. Si wewe nimeambia kanisa. Lakini wewe ndio chairedi. Unajua chairedi ama chairman kanisani is a point of authority. Wacha niwaambie kasi, sio kuingilia tu. Unajua nasema don't touch the anointed. The chair ni mkubwa kuliko pastor. Kwa sababu chair ndiye ameandika pastor. Mshahara nalipangwa na board. Board si iko na chair. Hao ndio boss wa nani? So they are more anointed than the pastor. Sasa asa kuingilia chairedi ama chairman, maisha yako itainama. Thina ginyanda yaku joka cikora. Na ungikaigwa joka nduri, ona ndagitari magutiragia thiogore joka wekirenda. Si ndio? Kuna dawa na biogo usikunywe zaidi itaua zile joka zingine. Kuna joka zikikufa na wewe utakufa. Si ndio? Hivyo nataka niwafundishe mkae, tusikae kama malaika kwa hii kanisa. Tusikae kama malaika, tukae kama watu wanaotafuta kwenda mbinguni. Because the promises of God will never fail. You will never be failed. Utakaa, ukikaa venye Mungu anapenda, ukae na usikue mtu wa kuangalia. Angalia venye Dathan na Kora, walikuwa ni hawa watu wa menye nyingi. Walifanywaje? Walipasuliwa. Dunia ilipasuka wakamezwa. Hao ni mwakira. How did I why many? No, neithe kumurikaga. Amuriko yake. Kuna mwingine alikuja kuniambia nyumbani ati nisiache kuhubiri. Ati alikuja ni jana tulikuwa na yeye mahali kwa hoteli. Akaniambia sasa pastor, usirudi kuhubiri mahubiri strong kama ya war like kama nini. Usikurudi hiyo mambo ya kutoa mapepo inafanya watu wengi wanaogopa. Sasa nikaacha nikamuuliza ni kunyweta chai. Unajua labda ako fasting. Unajua mtu akiwa fasting anakuanga na bitterness mingi. Nikamuuliza kama alikuwa amekunywa kachai ama nikamuuliza una fast, akaniambia hapana. Umekunywa kachai? Nimekunywa, unaweza kula? Akasema utakula nini? Nikamwambia nilikuwa Java. Nikamwambia wewe waiter, leta kale kasamaki na tu chips tuzuri akule. Venye alikula nikajua shida ilikuwa kwa tumbo. Haikuwa kwa sababu alikuwa nakula ni kama ako na kisiagi. Within 5 minutes alikuwa shameza kila kitu. Kumbe si pepo ni tumbo. Sasa imagine mtu akiniambia ndio kajaga kulita mapepo leo. Je, kile yatia? Beatrice. Nifanya nini? Dennis, ati nisirudi kutoa mapepo. Sasa nifanye nini? Na hiyo ndio kazi ndio nimeitiwa dunia hii. Nilikuwa kengei, Mungu akanitoa kutoka kwa ukengei. Sasa akaniambia mapepo ndio kengei, wewe ndio kengei ya mapepo. Sasa unakuja kuniambia na unaniita umetoka unalipa fare karibu 300 kutoka kule. Na tena utalipa. Ukuje tu uniambie hivyo. Na ungeniabiria tu kwa simu nikwambie wewe ni pepo, wewe ndio unafaa kwanza kutolewa. Joshua 1:6 inasema hivi: uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaye wairidhisha watu hawa nchi niliowaapia baba zao, na kwamba nitawapa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana wewe ndio utafikisha watoto hawa kwenye baraka ambayo niliapia. Kwa sababu niliapa, anasema mimi niliapa kwa wazazi wao ya kwamba nitawafikisha Kanaani. Na wewe sasa umeambiwa kuwa mtu mwenye uhodari, maanisha usichague, usibague, uwafuate watu hao wote wakufuate. Nimekupatia mikononi mwako. Na wewe unataka kuniambia Jeni asirudi kukuja. Pastor, maisha mwana ikaraka. Mama pastor, mako nyaliro. Nielekea gwire. Dhikereria, mimi nilizaliwa komanda. Semeni komanda. Digetekeria wana wasio. Nitakupiga na niambie Yesu nimenyorosa yeye kwa sababu yako. Sikusamehewa. Kwani Joshua kuna mahali aliomba msamaha?
Joshua aliambiwa nimekupatia mfalme. Kenyatta, alipatiwa Kenyatta. Akaenda akamfuata mpaka kwa State House. Ndio afike State House, alipigana na watu wangapi? Na akashika akakata kichwa na akawekelea kwa mti, akaweka juu ya mti. Ni wapi umesikia Joshua alienda akatubu dhambi? Kuna mahali? As long as you are doing the will of God, then you jiga. Mama kete. Sikuagi vibaya. Nikasura saa ngine atakaka kutoa mbuzi nichezee. Unajua kanisa naona wenyewe wamechezea nganga mpaka amekaenda kukaa kwa kichaka. Na anajiita Kenya One. Na ameenda huko kwa kichaka na vaa gunia huko. Wamempeleka pia wanakaka kidogo wana switch TV yao. Yake wanamwambia sasa ongea. Wengine huko Mombasa wanamnyang'anya kanisa, akienda kugeuka ana kanisa. Anaenda Nakuru nakuta akina Anatori wamechukua kanisa. Anaenda nakuta hapana, ni kwa sababu ulikosa mpango. Lakini si baba yangu nganga ako na mpango. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa lazima kukue na nini? Na mpango. Lazima. Sio lazima tukue na watu 1000 ndio tufaulu. Hata mtu mmoja wawili utodi, unaweka keyboard, unaweka nganga, si wameiba. Si wameiba already. Ni nyimbo nyingine gani nataka mpya na zimeibwa. Ziweke nini tuibe. Sasa ile kitu tunataka ni kuabudu Mungu. Dakika ile tu. The pastor, ndio pastor. Ni bado ni pastor. Bwana asifiwe. Kama stuka kasiana kanaona oya akoragwa hia nogu. Hivyo ndivyo nakuaka. Number 3, God always raises up leaders. Mungu kila wakati. That is living a life of used by who? By God. He raises. Mungu ndio huinua viongozi. Kanisani mimi siwezi kuchagua. Mimi nakaaga na wewe, mnaona siku hizi nakuja nakaa tumekaa na mtu namwambia wewe kuja piga magoti hapa, unaona nimemwagilia. Mungu ndiye ameniambia mwagilia huyo mafuta. Sija kufanya kiongozi, nimekumwagilia kimafuta ndio uongozi ndani yako iruke. I have to prepare the way for you. Hiyo kitu iko ndani yako iruke juu, ianze kufanya kazi, ianze kufanya. Kwa sababu hapa kuna manager, hapa kuna watu director, hapa kuna prophet, hapa kuna maejirist, kuna nini, na hapa kuna mashetani. Pia mwagilia mafuta. Mungu ananiambiaga mwagilia mafuta. Kishetani kilicho ndani yako unaona kimeruka juu. Anita. Kishetani unaona kimeruka. Sasa hiyo ndio nakutaka mtu anasema mimi nitakuombea nikupatie spiritual husband. Niko na hiyo anointing ya kuachilia spiritual husband. Sasa na nini pastor? Ni akorekelea spiritual husband. Na niwe spiritual husband nike. Na mudo ni mudo wa Ngai. Hallelujah. Naturadhi matwine. Haya, boss. Ni nini? Nijue inaweza kuwa ni bomu au ni mchaga. Acha ikae hapo. Inaweza kuwa ni bomu. Usikie pastor wenu. Anasema tulisema. Huyo ni Mungu amemwanika. Tabia zake zilikuwa hivyo. Mungu amemlipulia kwenye madhabahu. Unaohetia faintere haha. Wewe mundu wa Ngai. Unaohetia usiku moja ufeinti hapa. Utegwa na kitu uanguke. Si unaona mapepo venye nimefanya mchungaji. Aliangushwa hapo. Kuna siku nyingine nilikuwa njaa. Nilikuwa nimefuga 7 days. Nilikuwa njaa. Nikakuja nikajaribu kuhubiri hapa. Mpaka nikaona nitaanguka. Sasa nikajifikiria hivi, nikapata ka energy. Nani niliita? Ni pastor mwingine hapa nilipatia microphone nikamwambia endelea. Nikakimbia huko nikapatia babu nikamwambia tanekera kanyamo kanake haote. Nilikuwa nasikia kisugusugu kabisa. Nilikuwa 7 days nilikuwa nimeenda dry. Sasa nilikuwa nasikia kisugusugu. Nikaanza kuona watu 6 kama huyu, naona wanapanuka pandi 3 na pandi 3. Nikaanza kuona dunia inahoboya. Nikikanyaga hivi naona inaenda hivi. Sasa nikajifanya ni kurelease na release anointing. Lakini nilitafuta support. Nikakaa tu hapa. Nasema Bwana nasema. Sasa nikatoka pole pole nikaita wewe kuja.
Kaambia watu fungeni macho niwaombe. Wakafunga macho wasinione nikianguka. Nikatafuta kabuju, nikaambia kabuju kuja nikwambie. Sasa nikashika kabuju, ni kama naonanga venye wa Somali wanaenda kama ameshikana hapa hivi. Nikashika kabuju. Tukaenda nako huyu buju wetu hapa. Tukaenda naye nikamwona tini, nikamwambia unajua wewe, unajua sikukuta hii kitu imefanya hivi. Lakini sio hiyo, nilisupport machine nilikuwa nayo. Anifikisha kwa Babura. Nikaambia Babura nitengenezea kitu nikule. Baada ya dakika 5 nikarudi hapa nikaguruma kama simba. Bwana Yesu. That is a life used by God. Kila kitu hutokea na unajipanga vilivyo na unajua ujaja ya kupaga. Unajua hawa mtaendelea kuomba na mimi niende nikule. Mtumbo imeleta shida. Hiyo ndio maisha ya pasta. Hiyo ndio maisha tunaishi. Maisha hapo kama mimi, unaweza kama sasa mimi ni siko. Sasa hiyo maisha. Nasikia kadeni akisema sisi ni watoto wa single father. Niambieni tu hivi karibuni nitafuta mtu. Nikihujo kirego kiwe kuhujagia mothe. Hivyo ndivyo ataanza kuuliza. Kihujo kirego kiwe mbele ya madhabahu. Alikuwa ni single father. Sasa naulizaga, hata sisi wote baba yetu ni nani? Si ni Yesu? Sisi watoto wa Yesu zote. Bibi ya Yesu alikuwa nani? Sasa sisi wote ni watoto wa single father. Sisi wote tunafuata Paulo, lakini ni vizuri kukuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kwa sababu hivyo ndivyo Mungu alitaka tukae. Lakini kitu usifanye, usikibirie, uende ushike huyu mama, alafu after 2 months na mmetokano. Panga, omba kwanza, uliza Mungu ruhusa, mwambie, can I do it? Hivyo ndivyo Daudi aliambia wakati alikuta bibi zake wote wawili wamechukuliwa. Akaenda akapiga magoti chini, akainua dhabihu, akaambia Mungu, can I follow them? Mungu akamwambia, kwa sababu umekuja kuomba ruhusa, waende na utawalete. Si aliwalete? Na akachukua mpaka vitu za, na akachukua mpaka wao, akawalete. Daudi alikuwa mjeuri. Alichukua mpaka, you will take them plus yours. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, God always will raise up leaders. Anywhere you go, there must be a leader. And this leader is not raised by man, is raised by God. Kwa hivyo that is why Daudi alisema wakati alikuta Saul amelala na alikuwa amedugilia mkuki, watu wa Daudi wakamwambia, tunyoge huyu mtu, si amekusubua sana, tunyoge. Akamwambia hapana, because God, that is not my job. It is God's job. Akamwambia, mimi huyu siwezi kuua, lakini tutahakikisha amejua tulikuwa wapi. Wakakata kitambaa ya nguo na wakabeba mkuki yake. Wakaenda wakakaa kule, sasa wakamuita, Saul, uka! Saul kukuja kuangalia mkuki. Kaada mkuki, kuangalia kiguu hakuna. Akaenda akamwambia Daudi, akamwambia yegaka. Kamuuliza, ulikujaje wewe? Naonanga mimi ni mjinga. Mimi ni mtu ambaye natumiwa na Mungu. Nilikuja nikakuta umelala, kama nikukuchija nikakuchija, si ndio? Lakini si alichija Goliath. Kwa nini hakusamehea Goliath? Ni kwa sababu kuna kitu naangalia. This Saul alikuwa na anointing ya Mungu. Na kwa hivyo naye Saul, unajua hii anointing ya Saul ni ile ilimwagiliwa na Samuel. Samuel bado ndiye alimwagilia huyu mtu mwingine. Kwa hivyo the anointing was still from God. It was one anointing because the spirit of God ilitoka kwa Saul ikaenda kwa Daudi, meaning the anointing ambayo iliachiliwa kutoka kwa birika moja. Kwa hivyo hakuna siku Daudi angekubali kuguza huyu jamaa. Kuguza huyu jamaa ni yeye angejiguza. Kwa sababu this was one. Ni anointing moja. Therefore, when God will raise, that is tusome Joshua 1 verse 7, nasema Joshua 1 verse 7, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. That is the quality of a good leader from heaven. Hallelujah. Hiyo ndio quality ya kiongozi ambaye ameachiliwa kutoka mbinguni.
Kiongozi ambaye ameachiliwa kutoka mbinguni anafuata sheria, anafuata torati, anafuata maagizo, anaenda kushoto kwa sababu Mungu amesema, anaenda kulia kwa sababu Mungu amesema, anaenda kumbele kwa sababu Mungu anasema, anafanya kulingana na mapenzi ya Mungu. So you must be a leader, anointed, lifted and raised by God. And when you are raised, for people to know that you have been raised by God, inakuwa lazima kuna jambo fulani umefuata. Na watu wakiangalia umefuata. Na huku kosa kufuata, unajua kuna wengine we bend kwa sababu tunasikia akina Anita wameanza kupiga makelele kanisani, wameanza kusema hivi, hivi. Sasa una bend kama pastor, una bend kwa sababu unaogopa akina Anita wataenda na hauna pesa ya kulipa rent. Hallelujah. Work very hard for you to become a leader. Work very hard. Kama wewe ni pastor, enda ufanye kazi, fanya biashara, utengeneze pesa, hata wewe unao kilipa nyumba ya Mungu. Ndio Anita wakileta kinyoriro, wakisema wanataka kwenda, waambie mungeenda jana si leo. Kananeta Anita. Waambie mungeenda lini? Kwa sababu uko na uwezo wa kulipa rent. Wasije yani kwa sababu wanajua wao ndio wanatoaga gili moja, red inapatikana. Sasa unakuta Alice wanaitana leketoni ya kule hanaki. Wewe mtika message kana sabazo msitoe pesa ya this month. Sasa pastor hapa naangalia kitabu, naangalia agent pale, agent amerusha barua hapo chini. Tunakuja kukuchota within 14 days kama hutakuwa umelipa. Sasa unaanza kuita Anita, servant of God. Naomba tu msamaha kama nimekosea kanisa. Naomba tu mnisamehe. Sikuwa na nia mbovu, nilikuwa najaribu tu kufanya. Lakini nimekuta, nimeomba, Mungu ameniambia nirudi kwenu. Kuna Mungu anaweza kukwambia urudi ubend sheria. Mungu anakuambiaga nyorosha. Wa kuenda aende. Kwa sababu nyumba Mungu alikuanzishia. Umesikia alisema, alimwambia Joshua aje, kazi hii si wewe ambayo ulianzisha. Kazi hii si Musa alianzisha. Ni ahadi nilikuwa nazo na baba zenu. Mungu anaangalianga ahadi. Alikuwa na kabla uzaliwe kuna ahadi iliwekwa kwako. Na hiyo ndio Mungu ufuatilia. Kuna ahadi iliwekwa kwako. Kwa huyu msichana atafaulu na ataenda Amerika. Siku moja utaenda Amerika. Bwana asifiwe sana. Siku moja utafanya nini? Kuna ahadi. Na hii ahadi uliambiwa kitabu. Si uliambiwa? Ahadi hiyo Mungu lazima aitimize. Si kwa sababu yako na si wewe utafanya ifanikiwe. Unaweza kupiga kutokea kimama kingine kisista kyako msikilisanagi kikuja kipende huyu mtoto, kiibe mtoto kipeleke Amerika. Ndio will ya Mungu. Akifika Amerika sasa huyu kana mam, by the way tunakosania nini mam? Si unisamea tu. Ashafika ama hajafika? Ashafika. Ahadi ya Mungu imefika ama hajafika? Si imefika? Hivyo ndivyo Mungu anafanyaka kazi. Kwa hivyo you must, lazima ufuate. Ni ahadi ambazo Mungu alisema kuhusu hii ministry. Kutafanyika hiki, kutakuwa hivi, kutaenda hivi, na hiyo lazima itimike. Bila mimi ama kuwa na mimi, it will have to come to pass. So don't worry about kama watakuacha, wakuache. No maumagalia. Wakiakwele. Unakadha wadeke nona hale. Sini corridor inapuka mwaga maji iko na homo. Ndio wateremke haraka. Badala ya kutumia miguu, wanyororoke. Na pale chini naambia watchman, tafuta gari mbili hapo ya kuwabeba. For the sake of the will of God. Not for the sake of me, not for the sake of her, not for the sake of the leadership of the church, but for the sake of the will of God, because God has a promise. Na promise ya Mungu lazima itimike. Huyu mama alikuwa amenyang'anywa shamba. Sio alikuwa amenyang'anywa? Na umekaaga hapa kwa sababu una pesa. Lakini shamba silikatwa venye inahitajika. Sio ulikuwa huko na mkakata shamba. Ni pesa umekosa ya kwenda kulipa. Wao ndio watalipa. Hallelujah. Huyo kijana, kuna kijana pesa yake imefugwa. Hiyo pesa ataipata before the end of next week. Hallelujah. Yes, kaa kwa nyumba ya Mungu kama Joshua. Huyu mama nakaaga anakudaga hapa saa 2 asubuhi. Mpaka siku moja nikamuuliza, "Tujigia kuhujia dhalita." Kejira kejikaraga tu Yes.
Kuna baraka itokanayo kuwa na uvumilivu. Just wait for that time of God. Kuna time, kuna baraka inakuja. Kila kitu kina wakati wake. When God said he's going to bless you, atakubariki mami. Atakubariki. Na huyo kijana yako mulete kanisani. Yako ni yanete. Najua natuombea watoto wetu wakihoye. Najua watoto wameingia Illuminati. Watoto wameingia, unakutaka ni kijana yake ni kama sasa kile kidani kiangu ama kisamiki yangu ama kiwaboi kiangu. Kupe kinaniangalia hivi kinaona Range Rover. Kikiniangalia hivi ananiambia dadi nipatie pesa ya kwenda swimo. Unamwambia ya nini? Si hakuna, mimi nimelipa school fees. Anakuangalia tu hivi anaona Range Rover. Unajua mimi ni wa wapi? Wewe utapenda. Unasikia? Nimekwisha na nipatie pesa ya kitu fulani, unamnyima. Una build, kwa sababu kwa shetani wanataka kubuild that enmity. Mkosane, akuchukie ndio akupatiane kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akuchukie, the build up inakuanga huyu mtoto akuchukie ama wewe umchukie ndio mwanze vita. The day mkianza vita, shetani anakuja na anamwambia si nilikwambiaga huyu mama yako hakupendi. Na hapa kuna gari, ukimleta tu utakuwa ukiendesha gari mzuri. Utaendesha Range Rover kazuri. Mtoto anaangalia na kivyo mama yangu amenizubua akili. Kumbe naweza kuwa nikikula raha. Na utatajirika na utaenda mataifa yote. Yote unataka. Hapo nasikia mama ameanza kugojoka. Taraji tunaonekana hai. Nadira hota. Anagethorire tiratwara atirariwo ni ndagĩtarĩ higore nĩcianjia kũrega wĩra gaka kidogo ndagĩtarĩ aranjĩrire mahũrire nĩmanyita. Kijana tu na meza najua bas process imeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. The next time unasikia mama amelala. Wahubiri sisi ni wahubiri, tunakuwa wakubafu kidogo. Tunaanza kusema ati Mungu alipatiana na Mungu amechukua. Na hakuna Mungu amechukua, ni shetani amechukua. So ni lazima na sisi tuombe tujue. Hii mapepo ya Illuminati iko kwa watoto shule mzima. Na katoto kakitaka kwenda kutoboa siri. Kwa sababu kuna vitoto vinaedaka, anaanza kufeel guilty, anaanza kuona hii kitu anafanya sio rahisi. Anataka kuja kukuambia. Akijaribu kuja kukuambia, anaaguka ama anakuwa mgonjwa ama anashikwa na kitu. Kwa sababu they have to stop him or her from saying it. Bwana Yesu asifiwe sana. They stop from saying it. Why? Because they don't want ikuwe revealed. The top secret. Hallelujah. Kujageni kesha. Mtasikia maneno hapa. Ile deliverance tumefanya hapa. My friend. Hi. Bwana asifiwe. Uko sawa? Hallelujah. Inasema noto diete. Masaa tuko nayo. Kai. Tumeenda sana. Tuacha tu deal na ingine pili, alafu hiyo ingine tutafanya. Si mko na haraka ya kwenda home? Mumechelewa? Kadogo. Umechelewa? Kumbe ni kadogo. Na ndio naitanga sio gari kubwa. God's word is the path of success. Neno la Bwana, it is the path of success. For you to succeed, wewe ndio ufanikiwe, tumia neno la Bwana. Mahubiri yako, tumia neno la Bwana. Maombezi yako, tumia neno la Bwana. Kwenye biashara, tumia neno la Bwana. Kwenye shule ukisoma, tumia neno la Bwana. In whatever that you do in your life, use the name of the Lord. Joshua 1 verse 9 inasema namna gani? Wajameni, leo lazima tuwabiane ukweli. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Neno la Bwana inasema the Lord your God is going to be with you. Hakuna siku utashindwa. Hawata kuinukia,
Na wakikuinukia nitawashinda. Wakikupangia nitawashinda. Wakijaribu kukuangamiza nitawashinda. Maana I am with you. Do not be afraid, nor be dismayed, nor be discouraged. Remain faithful, remain genuine, for I am with you and I'm going to conquer all your enemies. Nitashinda maadui wako as long as umeshikilia neno. Hallelujah. As long as umeshikilia neno, hata wakuambie uingie kwa lesbian usikubali. Waambie the name of God, I release fire. Unaachilia fire. Umesikia mami? Unawachoma, unaachilia fire, because God is telling you, do not be afraid nor be dismayed, for I am your Lord, your God, and I will be with you. Ni mimi nimesema mani Bible? Si ni Bible imesema that do not be discouraged. Usiogope wala usifadhaike. Kile kimewekwa ndani yako, it will come to pass. Don't hurry it. Don't make it. Don't force it to happen. Just put yourself into the position of advantage. Jiweke, ukae. Umeambiwa katika mstari wa 6 ati ya kwamba meditate on this word, remain faithful to the word of God, walk with the word of God, and everything will be perfected in you. Hallelujah. Anything you touch on will be perfected. Anything where you go, you will be perfected, because that is the will of God. That is the plan of God to perfect you. So long as you live and walk according to the plans of God, He will make it work. Hallelujah. God's word is a map of who we are called to be and what we are called to do. It is a map. The word of God is a map of who we are and what we are called to be. It will guide you. Itakupeleka. Wacha kushinda ukihangaisha watu. Wacha kushinda ukiambia watu this is where nitaenda. Ati pastor hapo angesema manager angekuwa nini, ingekuwa tungekuwa na manager mwanamke tungefa. No. The word of God is the path, giving you the direction of what you are and what you are supposed to do. Depend on the word of God, you will succeed in every move. Wewe wakisema haiwezekani, sema neno la Bwana linasema kutawezekana. Leave it. Achia Mungu, hiyo ingine atafanya. Kama mlima imekuwa mrefu sana na Mungu alisema utakwea huyo mlima, usijali, mlima lazima utakwea. As long as you are faithful to the cause, as long as you remain sincere, genuine to what God has instructed you to be, then it is going to come to happen. It will happen, irrespective of who is obstructing you. Hallelujah. And the idea whose time has come, nobody can be able to stop it. Nobody. Kama Mungu amesema anaenda kukuinua, atakuinua. Wapende wasipende, atakuinua. Kama amekupatia jina mpya, wapende wasipende, watakupatia. Kama huduma itainuka, wapende wasipende, huduma itainuka. Hata wakikuacha, wakuache peke yake. Alimwambia Gideoni, the war of the Midianite, you will win it as a man. Ndivyo aliambia Gideoni. Gideoni aliuliza, unasema tutashinda hivi vita namna gani? Mimi ndio mdogo kwetu na kirani yetu ndio mdogo kabisa kwetu. Sasa hapa unatuambiaje? Hebu angalia hawa wa Midiani. They are massive. Walikuwa watu wa kuogopewa. Wana wa Israeli walikuwa wanafanya kazi usiku, maana wakifanya mchana walikuwa wananyang'anywa vitu zao, walikuwa wananyang'anywa mali zao. Kwa hivyo waliresort kufanya kazi usiku. Na wakati malaika alikuja akamwambia, you will win this battle as a man. Na usiogope. Do not fear, because you will not die. Hivyo ndio malaika alimwambia. Do not fear of anybody against your ministry. Do not fear anybody who is against your business. Whoever that is against your marriage, do not fear them, because watajitokeza mmoja baada ya mwingine. Watajitokeza. Mtu anakuja na kupatia story, kumbe anakuwa na story ya mahali kwingine. Kumbe Mungu anamsababisha akuja kupatie unabii wa uongo. Unasikiliza hiyo unabii, unaona si huyu, ni ule mwingine. Guy. Na tunafaa Anita pale, tuweke sauti pale. Laja watu ende pale. Si ndio? Tuko na generator. Tuko na vitu zote. Tutoke pale. Niambie utaanza lini? Next week. Na usipoanza utaenda Modokweni. Unajua Modokweni?
Kadhonjoli. Taenda kadhonjoli. Tokeni nje. Have I not commanded you? Be strong. Na ya mwisho kabisa nasema stay encouraged. For you to succeed in these battles, stay encouraged. Hata ukilala, stay encouraged. Unaambia usigisi nimewezwa, lakini bado nitasikia neno la Bwana. Haleluya. Kialia kwa wapi leo? Sijaona kialia. Yaani unajua ukikosa siku moja kialia ni kanima kanisa haikuwepo. Haikuwa. Mtampigia simu mjue kama amepigwa vita kama Beatrice. Beatrice niko mara yako ligire. Kai. Yaani kai. Niyo ndio ni market. Mara kile kiroto ile no makoka physical. Maka kwanura maguru. Hii maneno ya kiroho sijaizoea sana. Sasa ndio nimeanza. Nima need roy. Maundu ya mekagwo. Kai, adonia ni oru. Mpaka nikahurumia nikajua. Mimi nimejua na wale hawajui. Mtu anafikiriaga ako sawa. Kumbe anashughulikiwa na mtu mnatembea na yeye. Mtu mnakula na yeye. Mtu mnakunywa na yeye. Mahali popote hata dada Jane, dada odeithia kuhoya ye. Ndirahoera gakari. Kumbe Jane ni nyoka. Wanaenda wanaambiana anaombea gari sasa. Inavugwa anaombea shamba kwasa. Inavugwa. Ithenekio kwelirwo ti andu othe meragwo kioneki. Sikuwa najua. Mimi nilikuwa nafikiria ati hiyo ni kwa story za huko. Kumbe ni story zinatukula sisi wenyewe hapa. Hapa tunakuliwa. Mama mwingine hapa juzi nilimwombea. Na hiyo story ni yetu hapa isitoke kwa sababu najua mnakoga na mwai. Sasa huyu mama ni wa hapa. Sasa amekuliwa na kuguni. Sasa kuguni, hizi kuguni ni fugeni masikio yenu. Sasa amekuliwa na kuguni. Na hizi kuguni amepiga dawa. Akipiga dawa kesho atakuta zikiwa 1,000,000. Akipiga dawa ingine zinaongezeka. Akiwacha dawa zinapunguka. Akipiga zinamuuliza niki unatolia wewe. Sasa wakati amepiga zaidi zilianza sasa zilihama zinamtembelea kwa. Yaani zikitembea hivi unaona zinatembea tu kwa nguo. Na ukiua moja zinaongezeka 3 hapo. Zikakuja mpaka zikakuma. Kumbe watu wanakuaga babaya hivyo. Mutumia aletwo ni ngunguni. Na mutumia ni mukuru ndari na thakame ya kuigana. No imanyi ni ngunguni ta 300 cigikuri. Na zote zinanyonya damu. Sasa unakuta mpaka mama na anaenda akitetemeka kwa sababu amenyonywa yote. Kumbe hikwa ngunguni ni maroho ya majini. Kwa sababu wakati nilishika hiyo ngunguni moja, aliperereka kuangalia dakika 2 hakuna hata moja, na zilikuwa zikitaba zikipanda hivi. Kupiga simu kukatafuta ngunguni kwa nyumba hakuna. Mpaka amekohoa. Kwani kwako kunazo? Hivyo ndivyo maisha tunakaa hii. Na ndio Mungu anajaribu kuencourage Joshua kwa sababu alijua wale watu watakutana na wao. Ni akina Kora na Dathan experience. Watu wako level ya juu ya Kora, lakini ni makora lakini wako juu. Si aliwaambia msichukue hizi vitu, wakachukua wakaenda wakaficha. Na kwa sababu Mungu alikuwa ametoa maamuzi na akasema atakayebeba atakufa. Si walikufa. Hiyo ndio nataka sasa tuachilie kwa hii madhabahu. Niliambia juzi watu wainue mikono, tuinue madhabahu hapa. Ati mtu mwenye atakuwa akifanya kitu baya, akikanyaga hii madhabahu inamngoa. Nikamwambia inueni mikono, wakasema hapana. Hapana. Pastor hapo hatujawahi kukataa, lakini hapana. Nikauliza kwa nini? Unajua sisi ni binadamu na tunaishi kwenye ulimwengu wa majaribio. Sasa unaelewa. Sasa hapo inakufanya uelewe. Stay encouraged. Joshua 13:1-13.
1 verse 13 inasema, remember the word which Moses the servant of the Lord commanded you, saying, the Lord your God is giving you rest and is giving you this land. So whatever that God has given you, it has been given to you. He told the children of Israel that God is giving you rest and is giving you land. Atakupatia shamba hili na atakupatia kupumzika. There is rest. So stay encouraged. Usife moyo. Ni kwa muda mchache tu. It is for a short time you are facing the challenge you are facing. The next 10 minutes, it's going to be okay. The next 10 days, it's going to be okay. The next 1 month, it's going to be okay. What I can promise you, that whatever you've been going through, God is looking at you and is just waiting for that moment of blessing you, that moment of turning things around, that moment of making new covenant with you, that moment of raising you again, that moment of lifting you again is coming very soon. It is just a matter of time. Musiogope, musifadhaike. Hallelujah. Remember the word of Moses. That is what you call. Just remember. Alimwambia to remember the word of Moses, that I will give you this land. It is God who said, and I will give you rest. Kwa hivyo wacha wasiwasi, wacha kushinda ukifadhaika. Ati kama kamekuroga, kama kaacha wakoroge. Wacha wakuroge. Unajua akikuroga, ukisikia amekuroga, unaenda mlimani kuomba. Una maintain relationship yako na Mungu. Wakisema umeanza kuwa msharati, unaenda mlimani kuomba. Una maintain relationship yako. Kwa sababu kuna watu wengine wako hapa wakusukume uende kwa Mungu au waende kwa shetani. Si Mungu anasema ni vibaya kusengenya. Kwa hivyo huyo mtu anakusukuma, unasikia amekuchoma sana, si ndio? Unaendaga wapi? Kwa mlima. Kufanya nini? Kuomba. Na yeye anabaki akitafuta points. Kwa hivyo wewe utaenda kwa Mungu, yeye ataenda wapi? Kwa hivyo wacha kusumbuka sana na huyo mtu. The more you go kwa Mungu, the more you go, na the more anabaki huko akigojea siku yake ya kuugua. Simameni kwa miguu yenu. Tuwekee hiyo ya nganga, usikuje kuguzaguza vitu zako hapa. Uende skuru ujifundishe. Nganga ni baba yangu ya kiroho. Kama ni commander, ni baba yangu ya nani? My spiritual father anaitwa James Maina Nganga, Kenya 1. Lakini aliyenilea ni nani? Harrison Nganga. Naona sasa mimi ni baba mtoto ya baba ngapi? Na wote si masingo. Kwa hivyo nataka mimi si single father. Very soon nitaaniveo. Sindio? Acha boy wangu afanye ndoa, afanye harusi kwanza. Afungue mlango. Anaweza kuwa yeye ndiye alifunga mlango. Si ni mama yangu? Kweli. Sikatagulie katufungulie. Kama lake ndo anatuma idhato wa dhati. Sasa mami, kuja nisalimie. Naona leo uko smart. Ukatu. Naona leo nika smart kasichana. Wenye uliwafanya. Uliwakarakali hapa. Sasa msichana kama huyu wenye shetani amemfanya. Hiyo kaguo ulikuwa umetoa wapi? Ulinunua kamkuji. Unasikia? Kaguo alinunua kamkuji lakini kameandikwa aje? Uliwahi kusoma hiyo? Uliona Sunday? Guo ulikuwa nimekana hiyo guo miaka ngapi? 1 year na hajawahi jua ni nini imeandikwa. Mlichoma hiyo nguo? Iko wapi? Hebu ilete. Na hajawahi 1 year hujai jua ni shetani hapa. Hata mimi nilikuwa baada ya kuhubiri nikaangalia nikashindwa. Hii ni nini? Kuangalia super goddess. Huyu mama aliniona yule mama. Tadamoto miyosho.
ile mutumia ucio na iguru uguo na guoko kumwe kaire tugaka Ukwaiona hakuwahi ona mwaka mzima unavaa nguo ya Illuminati na utajua. Leta skati ama mlichukua ama hii ndio skati hii na alinunua wapi? Kamukoji. Sasa utamuita huyu mtoto useme ni Illuminati. Ni wapi alienda duka imeandikwa Illuminati? Angalia skati. Alafu imewekwa hapa. Unaona kule imewekwa ndio hii. Super Goddess Mae. Na alikuwa amevaa kama ka uniform kazuri. Na alikuwa mrembo. Alafu unaona kaskati. Kamewekwa hapa. Unaona position. Hii hapa. Unacheka nini sasa wewe? Umeona? Hiyo ndio power wanatumia. Na hauwezi jua. Hauwezi jua. Wanatumia hii. Hebu leta hii. Sisemi iko nayo. Ni for example. Hii ama leta tu ndio nipatie an example nayo. Unaona hizi? Kunazo utakuta iko na kimsalaba kinakaa kile kimsalaba kinakaa hivi kinateremka hivi. Ni kia Illuminati. Na huwezi jua. Na utakuta vijana wetu wako na hizo mapete zimewekwa hapa, ingine ameweka hapa. Yeye hajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye afanye nini? Hajui. Huyu kuja mami. Utakubali tukutumie? Sika hapo kwanza. Utakubali tukutumie? Kuja basi. Kuja simama hapa. Leta microphone wewe atodi. Unajua hii microphone unakaaga nazo. Hiyo ndio baya kupatia mkisima muraka. Lakini ni wazuri, anajua kulinda kazi. Mpaka watu wamemchukia. Watu wakuchukia kabisa, muraka. Wakuchukia kabisa, lakini simama na haki. Umejua siri leo? Hebu tuambie, walikujoinisha Illuminati aje? Ongea tu usiogope. You're a leader in this church. Finya. Ama wamekwambia usifinya, finya hapa. Ndio todi nataka usioge. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Endelea. Sasa wewe ulikuwa leader shuleni. Ulikuwa leader wa? CU. Lakini kazi yako ndani yako ulikuwa kazi gani? Kuinvite watu kwa huko sasa. Kwa Illuminati. Lakini ni kiongozi wa CU. Umeelewa? Sasa yeye hakuwa anajua ni wa Illuminati. Alikuwa amefanyia wale walimuguza tu hivi akakuwa agent. Sasa akiwa pale ana behave. Akifika hivi akiona kaka sawa akasa. Unabeba unaenda. Endelea tu, tuambie tu. Unajua unaongea hivyo kuna mtu anafunguliwa, kuna mzazi anasikia na mtoto wake atafunguliwa. Sasa uliinvite kama wangapi? Siwezi kumbuka lakini walikuwa wengi. Na ulikuwa na invite aje? Nilikuwa tu nikisha ku sweet talk. Kwisha wewe. Ni hivyo. Sasa mimi watu walikuwa tu wananipenda tu bure. Mtu akishakuwa mgonjwa, sasa hiyo mavitu ile kawe ni Christian, tuko dom tumelala. Wani Christian unasikia sijui miguu inakuuma utakuja mahali niko. Kwa bed yangu uniambie unasikia hivi. Sasa the time tutalala hapo kwa hiyo kitanda na wewe. Sasa hiyo asubuhi kiamka wewe mwenyewe usha join. Lakini unaweza kuja wani Christian ukuja hapo useme sana mimi nilikuwa nafanya watu wanaumwa na hizo miguu sana. Sasa unapata mguu ina nguvu. Na niliumwa na siku nyingine niliumwa na mguu.
Tuendelee tu. Najua nimeona wamekaa serious sana, nilitaka wacheke kidogo. Sasa wewe ulikuwa unafanya umo na mguu? Ndio sasa wanikaribie. Tukishalala hapo kwa hiyo kitanda ni hivyo. Sasa kitanda yako ilikuwa recruitment nini? Wakikukaribia tu kwisha. Sasa kiubenye nilikuwa nalala ni mtu mmoja ndio alikuwa wa Illuminati. Nikasichana kamoja. Sasa kwa kasichana ikafika mahali tukakuwa ndio tunakatumia sana. Sasa hako ndio kalikuwa kanatembea sana tunakafanya kanatembea hiyo katapila hivyo. Nakuja kanaweka maombi. Hiyo siku ya maombi anapona. After huyo father ameenda. Anarudi tena anakuwa mgonjwa. Wazazi wake wanamkuja wampeleka. Yaani unakafanya kanatembea kama katapira. Kanakuwa kagojwa. Miguu sasa. Kakiobewa kanapona. Hapana, hakuwa anaombewa. Sasa father akikuja kufanya masi huko kwa kanisa, huko kwa shule. Anafanya masi hiyo masaa amefika tu hivi anakuwa sawa. Akishatoka aende tena mnamrudisha kwa position yake. Anarudi tena tu huko. Na akitaka kusema alikuwa yeye hakuna mtu mwingine mwenye alikuwa anakaa tu hivi akilala anaota tu mambo na mashetani, akawa anaambia watu wetu wenye wameokoka. Mimi tu ndo alikuwa anakuja ananiambia. Na tusichana na hao wengine sana ni group moja yenye tulikuwa nakuja na tuambia. So ukishatuambia hapo hakuna kenye tutakusaidia, tutakupea tu advice mzuri tu. So upate tu hiyo advice nyewe tunakupea advice lakini kusaidii. Kwa sababu already mnajua mshampeleka huko. Sasa hiyo ni kama confirmation ashaingia. Hajaingia. Ndani tulikuwa tumeshindwa na yeye. Tulikuwa tumweke lakini alikuwa amewashida. Ni nini mlikuwa mnafanya mnashindwa? Alikuwa anafanya nini? Sasa kama usiku hiyo masaa sasa tukiamka tunaamka tunajaribu spirit yake inakata. Tunashindwa. Kwani mbona unashindwa kuongea sasa hivi? Unasikia kuchomwa? Wewe. Wachana na yeye. Toka. In the name of Jesus, I disconnect every communication in Jesus name. Sasa tuambie. Sasa tulijaribu. Sasa nikuulize, kuna kitu kingine ulituambia. Ati ukitaka kujua mtoto wako ameingia kwa Illuminati analalanga na ajipinduage. Toa hiyo mkono kwa hiyo. Mtu wa Illuminati ama mtu mwenye ako na hizo mapepo. Kama umelala huwezi jipindua. Vile tu umelala ni hivyo mpaka spirit yako iende wamalize huko warudi tena. Irudi ingie ndio sasa utajisikia umejipindua sasa. So ina spirit inaedaga. Sasa tuseme nilikuwa nimelala nimeangalia hivi juu. Spirit itatoka tu hivyo vile niko. Sasa vile nimesimama hivi. Itatoka tu hivyo iende. Sasa ndabaki tu hivyo niko statue mpaka irudi. Ikisharudi ndio naweza turn around sasa hiyo masaa. Na mtu akikuja kuamsha? Siwezi amka na siwezi sikia. Hata unigonga hata ufanye nini. Siwezi sikia. Nikigia kumakia. Kolewero nile wako Mungu. Na wewe na huyo mwingine huyo mwenzako. Na wewe ni nini ulikuwa na hisi? Ni nini ulikuwa na Halima ni nani? Ushaenda Mombasa? Huko ndio nyumbani. Huko ndio nyumbani. Halima ni nani? Tuongee tu. Halima ni nani? Halima ni aunti yangu. Halima ni aunti yako. Anafanya nini? Anakuanga na hoteli Mombasa.
but hatukuwa tunaelewana. Yeye ndiye alifanya nikatoka huko nikaja Nairobi. Hizi ulitoa wapi? Ulienda tu ukanunua? Hizi nilinunua wenye nilikuja huko Nairobi. Kanunua huko. Na kutoka Sunday umekuaje, unasikiaje? Kutoka Sunday sasa najisikia poa. Ni nini ilikuwa usikii sasa unasikia, ama ni nini ilikuwa inafanyika sasa haifanyiki mbeleni lakini sasa inafanyika? Mimi sijui naweza sema vipi. Kwa sababu kwa nyumba yangu nikiingia tu hivi hao wapangaji wote hakuna mtu alikuwa ananijua. Naingia tu kama mwizi, ni kufunga na kuondoka. So nikilala hivi hata ujopishe siwezi amka. Naweza set alarm ya kwenda job, but alarm italia sisikii. Mali nitakuja kuamka hata kama ni saa 12, hapo ndio nitaenda job. So ikafika wakati mpaka boss akaanza kuniuliza shida nini. Kumwambia hata mimi sijielewi. So wakati wenye kuna wakati tulikuja maombi Wednesday. Ulituombea nikiwa na yule mwenzangu. Wakati ule niuliza nela ngapi, nikamwambia sina, ile iko kwa simu 700. Nikamwambia yenye niko nayo ni ya boss. Akaniambia nitoe hela niekelee hapo. Alafu after nikitoa hela nirudisha hapo. Uliombea lakini kazi ikawa na tatizo. Yule mama sielewi ni vipi. Kwa sababu alikuwa akiniona hivi roho yake ikui mzuri. Tukaendelea hivi nikaona si vyema. Wakati ule niambia kaniambia unataka nifungue kazi yangu. Nilitilia maanani. Nilijikakamua nikanunua vitu. So jana ndio nilikuwa nimeenda kuulizia mahali kwa zilikuwa nimeshanunua kila kitu. Nyumba ya kufanyia. Kutoka hapo kwa zile mama kuna kiwango yenye nozanga chakula tena anakulipa unaleta ile yake. Nilikuwa nimemuzia 4,500. Na pale ukilalisha hela kesho yake lazima umletee ile yake. So jana nilipata watu wawili washaenda. Wakazi? Wenye nilikuwa nimeuzia. Venye nilienda nikaulizia nyumba kabla nimpeleke hela. Nikaambiwa ni 5,000. Nikasema tu Mungu atanisaidia kwa kila kitu nishanunua na hakuna mtu mwenye anajua. Tangana within this week. Ndio next week nipate hizo hela niende nimlipe. So nilitoka hapo nikaambia mwenye nyumba wacha ningangane Monday nitaona venye nitafanya nikulete hizo hela. So kutoka hapo ndio nilipelekea boss hela zake. Nikapata hao wengine washafika wanaendelea kufanywa mahesabu. Kumaliza kufanywa mahesabu kosi inalingana na venye ushaingia. Mimi ndio nilikuwa watatu. Akanifanyia mahesabu. Kunifanyia mahesabu akaniuliza kwa nini leo umelalisha na ulishangi hela. Nikamwambia nishapata watu wawili washaondoka. So bwanake naye hakuwa karibu, alikuwa ashatoka kidogo. Akaniambia mwanzo utaniambia hela zimeenda wapi kwa ushailalisha. Na wengine bado walikuwa wamelalisha hela mingi kuniliko. So mimi nikashindwa shida nini. Nikakaa. Sasa kwa kidogo ndio bwanake aliingia. Akamuuliza mbona una shout? Huyu amekuwa na shida gani, nataka unieleze. Hao wengine amelalisha hela ngapi na huyu amelalisha ngapi? Akamwambia huyu wa kwanza mwenye ameingia amelalisha 1,200. Wa pili amelalisha 500. Then mimi ndio nilikuwa watatu nimelalisha 280.
Akamuuliza wengine, umeshafanya mahesabu? Akawaambia bado. Akamwambia basi wafanyie mahesabu. Sasa venye aliwafanyia, mwenye alikuwa ananifuata akalalisha 300. Na huyo mwingine wa mwisho akalalisha 400. So ikawa bado akili iko kwangu. Wewe tu ndio umelalisha ile kidogo, lakini mashambulizi ni kwako. So kutoka hapo ndio aliniambia, hii ni mchezo yenye umeanza kufanya kwa kazi. Sikumjibu, nilimwangalia tu. Kutoa dust coat nikaekelea hapo kwa meza. Bwanake tena akatoka kidogo. Nikatoa dust coat kuekelea hapo kwa meza na simu, akachukua simu yangu. Akaniambia, hii simu yangu utachukua kesho, na kesho usiingie kazi. Na kuna mahali niliona ulienda kwa pastor, ukaombewa na ukaambiwa hii mwezi haitaisha bila kufungua kazi yako. Nilimuuliza ni nani alikuambia hivyo? Hakunijibu. Akanyamaza. Bwanake kuingia akamwambia, huyu msichana anytime anaweza ondoka. Na hata ondoka na hela yangu. Nikamwambia hapo kwa simu kuna shilingi 200. Wakati bwanake alikuja, nikamwambia acha nimtumie hiyo 200 yake, ibaki 8 bob. Alikataa. Bwanake akamuuliza kwa nini ukashachukua simu yake? Hakujibu huyo mama. Bwanake aliniita hapo nje. Akaniambia kesho uingia kazi. Nikamwambia wacha nitaona ama nitaingia kazi. Akakaa hapo kidogo. Akaniambia twendeni nyumbani. Kwenda nyumbani tulienda, tukifika hapa na siko. Sit down. Tukifika na siko, sijui alifikiria juu huyo mama. Akatoa laini akapea bwanake. Kutoa laini kupea bwanake, akamwambia msubiri ako hapo nyuma umpe line zake. Venye ilifika akaniambia shika lines, na umeambiwa simu yako ukujie kesho jioni. Kufika pale nikamuuliza kwa nini mnaenda na simu yangu na sina deni nyuma yenu ama kwa hiyo kitabu. Akanyamaza. Ndio huyo mama alinijibu akaniambia hivi, kama mamangu hajui kuomba, kuanzia leo usiku ataomba. Na hata kama ni kazi unaenda kufanya, naweza haribu 70,000 sababu yako hiyo kazi iwe yesi endelea. Nilimwambia Mungu ndiye anajua. Kama ni mali utaenda kupeleka, haina shida. Alichukua dust coat tunachanga huko. Akasema hiyo dust coat yangu yenye navanga ataenda nayo. Bwanake akamuuliza, unataka kufanya show gani kuhusu huyu mtoto? Hakujibu. Akasema kuna vitu zake anaendelea kuharibu, ila hakusema ni vitu gani. Bwanake akamuuliza nafanya vitu gani? Hakujibu. So huyo mama tukaja na tukifika pale hivi study. Akaniambia nimesema hivi, jioni ukujie simu na ukujie pia hiyo dust coat. Sikumjibu na nikaenda. Usilie. Piga makoti yako hapo chini. Piga makoti yako chini. Mwachie. Nyosheni mikono hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hatima zetu umesema unazijua. Umenipatia fundisho leo la maisha ya kukutumikia. Ukamwambia Joshua asiogope wala asifadhaike, maana wewe Mungu wake ndio uko na yeye. Ahadi uliokuwa naye ya kwamba watafika kwenye mji ambao ulikuwa umewaahidi lazima wafike.
Huyu mtoto ulimwahidi alipotoka kule kwao nyumbani, ulimwahidi maisha mazuri. Ulipomleta duniani hapa, ulimleta ukampatia ahadi. Ahadi hiyo na ikatimike sasa. Manguvu zote za waganga, za Illuminati, za wachawi ninazisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Hawa wachawi ambao mlikuwa wakimfuata, ninasambaratisha kazi zao, ninasambaratisha mipango yao, ninasambaratisha nia zao, ninasambaratisha misingi yao, nasambaratisha chochote ambacho walikiinua, misingi yoyote walioinua juu ya mtoto huyu. Ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. Ninamzunguka kwa damu ya Yesu Kristo na namweka chini ya moto Roho Mtakatifu. Mapepo yaliyotumwa na yaliyojituma yasimuone. Kazi ambayo ulimwahidi utampatia. Wewe ndio ulisema tukiwa kwa nyumba hii, Baba, kutoka sasa na ianze kufanya kazi. Apate favor kila mahali na umfungulie mlango na ajiri watu zaidi ya 100 watakaokuwa wakifanya kazi chini yake. Umfungulie hoteli kubwa na umfungulie 5-star hotel akaweze kufaulu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Semeni amina. Sasa simu hauna. Ilikuwa gani? Kabambe. Smartphone. Sasa utaanza na kabambe. Hizo zilikuwa za shetani. Shetani anachukua vitu zake, so usilie. Zimerudi kwao. Sasa utaanza na nini? Smartphone. Utaanza na gani? Kabambe. Si ndio? Wachana na smartphone. Si unataka kufungua kazi? Uko na pesa ngapi ya kazi? Sasa ilikuwa na moja, but nilikuwa nimebakisha 35. Zile za kazi huko umebakisha ngapi? Nilikuwa nishanua kila kitu, ikabaki ya kulipa nyumba. Ya kulipa nyumba ni ngapi? 5,000. 5,000. Na sasa uko na pesa ngapi ile umebakisha huko, pesa taslim? 1,000. Kwa hivyo uko na balance ya tao ngapi? 4. Sawa? Okay. Sasa mimi nitakuongezea 3,000. Ibaki ngapi? 1. Utaanza kazi kesho? Asante, keti chini. Utatembea naye. Sasa unaona? Nimekuajiri lakini nimekukamata. Na alisikia. Alienda, kwa hivyo alienda kwa nani? Kwa waganga. Kule anaedaga, wakamwambia katoto kanaenda kamata. Na hizo kuwa akipeleka kwa ule mganga, itawaka moto ichome wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako kazimu akiweka laini yake, akiekelea masikio, katalipuka kamchome masikio yake. Ndio ajue hapa ndio kwa Yesu ni muhimu kubwa ya kuliko waganga wote. Usijali mami, nitasimama na wewe, na kama kuna kitu utakosa uniambie. Hiyo pesa ya kusimama na hoteli nitakusaidia mpaka usimame vizuri. Bwana Yesu, kwa sababu kalipokuja hapa mara ya kwanza kabisa kitambo kidogo, nikakaambia enda wachana na huko umeajiriwa, enda uanze kazi yako. Kwa sababu ni Mungu alitoa ahadi. Ako na kazi kubwa, ako na hoteli kubwa Nairobi hii. Huyu atasimamisha hali ya hapa. Huyu unaona hapa. Na ataajiri watu zaidi ya 100. Wanapeleka chakula huko na huko na huko. Jina, enda umepata jina ya kazi? Enda ukilala leo uombe Mungu akupatie jina ya kazi. Ukuje hapa nikuonyeshe venye tutafanya. Wanamconnect na nguo. Wanamonitor mahali popote alienda. Wanamonitor mahali popote anaenda. Bwana asifiwe sana. Unasikia huyu mwingine? Umesikia? Nani ashailala? Unalala kabisa. Wamejaribu, anasema tugeririe gukiria wale magukira twagotiga. Ni nani ushaiko kwenye hiyo hali? Beatrice, ushaiko kwa hiyo hali? Baba, ushaiko kwa hiyo hali? It has come to an end. Sema imefika mwisho. Sema imefika mwisho. Na ndio nawaambia mujitayarishe. Ukaona ile kitu uliona watu wanainuka wanaleta fitina kwa kanisa, fitina ni huyo Shetani huyo.
Super goddess ndio alikuwa analeta hapa, anakuja anaingia kwa kadogo, anaingia kwa huyo, anaingia kwa huyo, anaingia kwa analeta visuko ndio msipursue agenda. Lakini mimi ni nani? Ogeeni mimi ndiye endelea na safari. Si unaona sasa matokeo? Kama ningeconcentrate na hawa, hii matokeo hungeiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto, niambie shida yako ni gani? Unaitwa nani? Simama tu na miguu yako. Tuende tuitagwa ate. Esther Washeke Kanogi. Esther Washeke Kanogi. Kwani ni wapi? Thika. Umeta Maragwa? Asha. Mami wanyu ni wewe? Kwanyu niko. Ni mumeta Maragwa? Kadara. Mwagino? Brother Inro? Ejeri? Karadi tu. Rugama na iguru. Jerry, no. Hakuna Jerry mwenye nakumbuka, lakini tulikuwa na sister in law anaitwa Jerry, lakini alikufa kitambo. Alikufa. Ndio namkuuliza. Alikufa kitambo. Ni sister in law na hapa kuna brother in law. Ni nini? Ni kwa nini umekata tamaa? Ukweta nikiyetomete okwe goro. Utoti kwalia? Tokwalia. Ni ukota kwalia? Nikiyetomete okwe goro. Ni family yako ikoretwo na thina kihiko giakwa. Muthuri wakwa akoretwo mundu wa kunyua muno na mathina maingi. Shosho yo haha, shosho yo mukuru nuriko. Mutumia mukuru. Na mutiguanaga nake. Mwenye hatukuwa tunasikizana alikufanga. Aliacha maneno gani kwako? Siwezi kubuka kosa, alikuwa anatutusi sana. Na akasema hakuna mahali utaenda. Na akasema hiyo boma hiyo hakuna kitu yako huko. Ni kweli? Na sasa umeona hiyo dalili zimekuja mpaka mumeanza kuona ni kama mnatolewa nje. Umejaribu yako, umeenda maombi hapa, umeenda hapa, nothing is working. Tetugo. Hii lakini Beatrice asichome. Kuna tuishi tuiki. Koki, utachoma hii. Sasa matatizo imeingia kwa nyumba, mtoto ndio huyo hana amani. Nginya ana depression. Si ndio? Imemuingia. Masomo imekataa. Wanasubukanga sana. Mpaka wanakuhurumia. Yaani sasa wao ndio wanakusaidia ndio mara kuomerelia. Ni manyo magerelia. Sawa. Sasa hiyo sema imefika mwisho. Imefika mwisho. Simama mami. Simama tu. Shika mama yako. Out! You demon. Spirit of rejection. Where's your show? Toka kwake.